Let's talk about food fortification today. Ushawahi kusikia kuhusu food fortification? Maana yake ni nini? Kwa nini tunaifanya na faida zake ni zipi? Kujua zaidi, endelea kuangalia hii video. Hello everyone, karibu Nedia Academy ambapo tunadiscuss topics mbalimbali kuhusu biashara, ujasiriamali, lishe, usindikaji wa vyakula. So kama uko interested na topics kama hizi, usisahau kusubscribe to our YouTube channel na kufollow our Instagram na TikTok page Nedia Academy ili uweze kupata updates kila nitakapo upload video mpya. So let's get started. Leo nikaamua niongelee kuhusu fortification. Nini ukisikia maana ya food fortification, maana yake ni nini na kwa nini tunaifanya, faida zake ni zipi? Food fortification maana yake ni nini? Food fortification ni process ambayo tunachukua virutubisho haswa madini ama vitamini na tunaenda kuviongeza katika vyakula mbalimbali ili kwenda kutatua matatizo ambayo haswa ni ya lishe katika jamii. So food fortification unakuta tunachukua chakula A labda ambacho kinapungukiwa na madini au vitamini fulani na tunaongeza kile chakula ili sasa kile chakula mtumiaji akienda kukitumia means kwamba anapata yale madini. Kama ni vitamini A anayapata pale, kama ni vitamini B anayapata pale, ambapo angekula hicho chakula kama kawaida mara nyingi chakula kinapungukiwa, au sisi kama tunataka kusolve labda jamii fulani inapungukiwa na madini fulani. So tunachokifanya tunachukua chakula ambacho wanakula kila siku na tunaongeza madini yale ili wanapoenda kula wanaweza wakapata access kwa yale madini na inaweza kusaidia kusolve matatizo ya lishe kwenye jamii. Food fortification tunaifanya wapi? Kawaida tunaifanya pale ambapo tuna kiprocess kile chakula, tunakisindika chakula. Mfano mzuri ni kwenye mfano tunataka kutengeneza unga wa mahindi, lakini ule unga wa mahindi tunajua Tanzania wengi tunakula ugali. So tunachukua ule unga wa mahindi, tunasaga pale, tunaongeza virutubisho kama vitamin A, iron, zinc, ili kile chakula sasa mtu akienda kusonga ugali kuna yale madini ambayo yameongezeka. So mfano kama umeongeza iron, means kwamba tunaenda kusaidia matatizo kama ni sehemu ipo anemic, labda ni vitamin D kwenye upande wa kutengeneza mifupa, calcium kadhalika na kadhalika. Sasa food fortification tunaifanyaje, au naweza kusema types of fortification program zipo 4. Ya kwanza ni mass level fortification. Hii inakuwa mara nyingi tuna target jamii kubwa kwa ujumla, yaani watu wote katika jamii, au ni mtu mzima au ni mtoto au mama mjamzito, mama wa kawaida, binti wa kawaida. So tunachokifanya tunachukua chakula ambao ni mlo wa kila siku, ile jamii inakuwa inakula nini. So let's say this, kama Tanzania nilivyosema, jamii yetu tunapenda sana ugali. So tunachochukua kwenye unga tunaongeza vile virutubisho ambavyo tunaviona ni muhimu sana, so tunavi-add kwenye ule unga, ambapo sasa kila siku yule mtu either ni mtu mzima ni nani anaweza kupata access. So unakuta kwa Tanzania kuna ukienda ukiangalia there are some products ambazo unakuta tayari ziko fortified. Unakuta kuna maziwa ya mafuta ya kupikia yanakuwa fortified labda na vitamins A ama D. Unakuta unga wa ugali nao pia kuna taasisi ambazo zinafanya hiyo kazi, ambapo tayari mashine zinakuja pre-packed, alafu unaposaga ule unga vile virutubisho vinakuwa added moja kwa moja. So ukipack ule unga ile product inatoka tayari imeongeza virutubisho sahihi. Type nyingine fortification program tunasema targeted fortification, ambayo hii tuna target a specific group of people that wanataka kupata vile virutubisho. Okay, now hapa nitasema labda specific products kama za watoto au products kama za mama wajawazito. We know that mama wajawazito they need folate kwa ajili ya utunzaji wa mtoto anapokuwa mara nyingi. So unakuta kuna product vile specific labda za mama wajawazito, unakuta vile virutubisho au madini ambayo yanawasaidia wao zaidi yanakuwa increased. Mfano cereals, ukija kwenye upande hivi cornflakes na nini, unakuta madini mengi, unakuta kuna iron, kuna vitamin D, kuna vitamin B, kuna vitamin A yanakuja, au omega 3s yanakuwa tayari viko added kwenye vile vyakula, kwa sababu we know that hizo virutubisho they are important katika ukuaji wa yule mtoto.
Tunakuta this is the type inaitwa target fortification. Tuna target a specific group, kama ni watu wazima au vibabu, unakuta products zao zitakuwa enriched na vitu kama calcium, vitamin D ili kuweza kusaidia ukuaji na strong bonds na bone density kwa ujumla. So that is a targeted fortification. Aina ya tatu ya fortification program tunasema voluntary au market driven fortification. Hii ni maamuzi ya msindikaji kuongeza virutubisho katika bidhaa yake mara nyingi ili kuongeza value au kuongeza ubora wa bidhaa yake. So mimi naweza nikasema bwana, I make labda maziwa ya soya and nataka ile bidhaa yangu iwe enriched, iwe fortified. So nitaongeza virutubisho ambavyo labda ni calcium, vitamin D, vitamin A, vitamin B12 ili kuongeza value ya ile bidhaa yangu. Kwa sababu najua nikifortify au nikiongeza vile virutubisho, wateja most likely watataka bidhaa ambayo ina virutubisho wingi kwa wakati mmoja. So mara nyingi hii sio compulsory, lakini ukija labda kwenye upande wa mass fortification unakuta mara nyingi hiyo inakuwaga ni lazima na ipo katika miongozo au yani kabisa miongozo ambayo yanadili na mambo ya chakula wameweka ni lazima. Mfano mzuri ni kwenye chumvi ambapo where we add iodine. Hiyo ni lazima chumvi yote nini unakuta iko iodine. Actually that is universally, yani ipo global kwamba mara nyingi chumvi za table salt zinakuwa zinaongezwa iodine. Aina ya mwisho ya fortification tunasema ni biofortification. Hii biofortification inatokea tangia levels ya ukulima. The first 3 inatokea wakati wa nini, wa usindikaji, wakati wa processing, lakini hii biofortification unakuta zao na tangia unapovuna unakuta yale mazao yanakuwa tayari fortified. Unakuta mtu anapewa mbegu, kuna hizi ndio tunasema genetically modified. Unakuta ile hiyo aina ya zao lako au ile mbegu itakupa zao ambalo labda linaongeza virutubisho fulani. Mfano mzuri, kuna mchele unaitwa yellow rice ambao ile yellow rice ukija ukipanda kwenye unakuta kuna mchele kama ambao tayari una rangi ya njano fulani. So ile iko increase na vitamin A. So unakuta tangia mwanzo ile bidhaa inakuwa nini, fortified na ile zao lako tangia stage za ukulima. So those are the 4 fortification programs ambazo zinatumika kuongeza virutubisho katika vyakula mbalimbali. Nini faida za fortification? Faida ya kwanza kama nilivyosema ni inasaidia kwenda kutatua matatizo ya lishe katika jamii. So unakuta kama jamii fulani haina lishe ya aina fulani, inapungukiwa na lishe ya aina fulani, inaenda kusolve ile tatizo. Mfano kwa watu ambao wanatumia bidhaa ambazo hawatumii bidhaa za nyama. So tunajua kuna some product ambazo kama mtu hanywi kabisa maziwa, it means kwamba hana access ya vitu kama calcium kwake itapungua. Labda mtu hatumii nyama, kuna vitamin ambayo inaitwa vitamin B12 ambayo iko only in animal products. So what we do ni kwamba tunachukua zile plant products ambazo labda ni maziwa ya soya, maziwa labda ya almond, nyama za soya, tunaziongeza vile virutubisho ili mradi yule mtu aweze akapata access, kwa sababu we know that regardless ya dietary style yako au maamuzi yako ya chakula kwamba kila kirutubisho kina faida chake. So inaenda kusaidia nutrition deficiency. That's the same way how they started kuongeza iodine katika chumvi, kwa sababu waliona kuna watu katika jamii wakawa wanaona kwamba wanapata hii goiter. So the cause wakasema kwamba hawana madini ya nini, iodine. So in that case kuanzia sasa hivi wakasema kwamba chumvi lazima ziwe zinawekwa iodine ili kutatua hilo tatizo la goiter. So that is how fortification helps kwenda kusolve tatizo katika hilo. Fortification inaenda kusaidia kusupport pregnancy and child growth, kwa sababu tunajua there are some madini ambayo yanahitajika kwa mama wajawazito na watoto ili kwa ajili ya ukuaji wao. So with fortification unakuta mtu haendi specifically kutafuta bidhaa moja ambayo ina ile madini, anaweza akayapata kwenye bidhaa zake za kila siku. So that is the main aim of fortification. Kama kwenye iron, ndio mama mjamzito anahitaji iron, calcium, folate. So hivi vyote unakuta katika products. Hata ukiangalia kwenye maziwa haya kopo ya watoto unakuta tayari they are fortified with certain vitamins and madini ambayo yanaweza kusaidia wao katika ukuaji. Another advantage ya fortification ni kwamba ni cost effective nutrition.
kwa sababu instead of going kununua vyakula vingi upate nutrition, virutubisho vya aina fulani, unakipata katika kile product moja. Probably let's say mfano like cereals, unakuta kuna vitamin D, kuna iron, vitamin A, vitamin D, kuna vitamin B12. Vyote hivyo vipo katika product moja, ambayo sasa ungesema kwamba uipate katika kila product, probably ingechukua cost, lakini when you take it kwenye one product it minimizes you and helps you, kwa sababu zile tayari ikiwa products ambazo ziko fortified, kuna guidelines na tayari zimewekwa katika nature kwamba tunajua kwamba huyu mtu akila serving moja, kwamba kila bakuli moja la cornflakes anaweza kupata virutubisho vyake vyote. That is what is focused in fortification. And advantage nyingine ya fortification, kumbuka in this state tuna add madini kama madini, so unakuta hata kuna kitu tunaita bioavailability, yani upatikanaji wa hayo madini yakienda yakienda kwenye mfumo wetu wa digestion, yani upatikanaji wake kwa mwili wetu. Unakuta mara nyingi hizi fortified products, kwa sababu umeadd ile madini kama madini, ni rahisi kuyapata kiurahisi kuliko ungeyapata naturally kutoka vyakula. That is why hata wamama wajawazito, sio kwamba hamna bidhaa, hamna vyakula ambavyo naturally viko high in folate, vipo, lakini unaweza kukuta yani upatikanaji wake, yani mfano lete mboga za majani, upatikanaji wake akila ile folate haipatikani kiurahisi kama akila kidonge cha nini au madawa ambayo yako rich in folate, au vyakula ambavyo viko fortified moja kwa moja with folate. Sio, inaeleweka hapa? Yani upatikanaji wa ile madini ni rahisi kwenye vyakula ambavyo ni fortified kuliko vikiwa katika natural form. Kusema ni madini gani ambapo mara nyingi yako fortified? Mara nyingi ni madini and vitamins, calcium, iron, zinc, magnesium, vitamin D8, vitamin B12, vitamin D, folate, kadhalika na kadhalika. Na hata ukienda kwenye bidhaa, just take the time, angalia kwenye bidhaa mbalimbali ambazo hizo bidhaa sasa ni bidhaa gani ambazo ziko fortified. Ndio hizo unazikuta cereals, maziwa, mafuta, unga maziwa ambayo yanatokana na bidhaa ambazo zinatokana na mimea, mfano kama maziwa ya soya, nyama za soya, kadhalika na kadhalika. So mara nyingi if you take time and go from ingredients, ukiona chochote kimeandikwa enriched ama fortified, unakuta mara nyingi kuna virutubisho ambavyo vimeongezwa katika ile bidhaa. So fortification haifanyiki na kila mtu. Lazima ifanyikwe na watu ambao wana elimu kuhusu fortification, na sio kila mtu tunaweza kuchukua labda madini ya vitamin A ukaweka pale, kwa sababu kwenye upande wa lishe there is something tunaita upper intake level, yani kwamba katika kila madini na vitamin kuna level ambayo ikizidi zaidi ya hapo inaweza ikakudhuru wewe, yani iko kwenye virutubisho, kuna vikipungua sana inaweza ikawa shida, na vingine navyo vikaongezeka sana nao vitakuletea shida. So kuna taasisi ambazo ni maalum ambazo kazi zao wao wanatengeneza formula au wana add virutubisho kutokana na kiwango ambacho kinajulikana. Wanatakiwa wa add ambacho it's very enough, kwamba tuna add ambacho virutubisho viwe enough kwa ajili ya mtu kupata lishe yake ambayo ni sahihi, lakini vinatakiwa tena visizidi vikaja kuongeza. So fortification is very very important, lakini it has to be done under standard and under guidelines ili kuweza kupata bidhaa ambayo ni bora. So that is all I have to say about fortification. So kama ni mtu ambaye ni mjasiriamali, unataka kuongeza value ya bidhaa yako, unaweza ukajaribu kujifunza zaidi kuhusu fortification, kuenda kujua your product, kama product yako what are the standard values of fortification zinazoamini, na upate mwongozo wa guidelines za taasisi husika ambazo zinadili na haya. Thank you for watching this video mpaka the end. So kama uko interested na video zingine kama hizi, usisahau kusubscribe to our YouTube channel na uende ukafollow our Instagram as well as TikTok page. Mobia Academy unaweza kupata update kila nitakapo upload video mpya. So bye bye.